ikiwa bunge lote 99.9% lote ni la kwao. Wamepitisha sheria ya mafao ya viongozi wastaafu. Yani hivi, ukiwa jaji, ukawa rais, ukawa makamu wa rais, ukiwa waziri mkuu, ukiwa spika wa bunge, katika vyeo hivi, utakapostaafu, kitendo cha kustaafu, jambo la kwanza utapata nyumba ya serikali watakujengea. Jambo la kwanza. Jambo la pili, utatibiwa wewe na familia yako mpaka pale ambapo utakwenda kaburini. Jambo la tatu, ukiwa kiongozi mstaafu katika vyeo hivi, ni kwamba kila baada ya miaka mitatu utakuwa unabadilishiwa gari, kutolewa gari moja na kuletewa gari nyingine Land Cruiser lenye thamani ya milioni 500 katika kila baada ya miaka mitatu, 0 kilometers, na unapewa ulinzi. Zaidi ya yote, ukiwa umestaafu katika cheo hicho, maana yake utaendelea kupokea posho, wanaita posho, ambao ni mshahara wa 80% ya kiongozi aliyebakia madarakani wa nafasi yako. Yani hivi, kwa mfano leo Spika Ndugai mnaona kafukuzwa. Mfano leo kafukuzwa, hayupo. Kama Tulia Ackson analipwa milioni 100, Ndugai atalipwa milioni 80 mpaka siku anayoingia kaburini. Ndio sheria hiyo. Zaidi ya yote, wakapitisha na wake zao na waume zao nao pia watakuwa wanapata 25% ya mshahara anayelipwa mumewe. Yani Ndugai analipwa mshahara 80% wanaolipwa Tulia Ackson, lakini pia na mkewe naye pia CCM wamesema huyu asiachwe vivi, naye pia atalipwa. Kwa hiyo mke, mfano wa Mheshimiwa Kikwete, mke alikuwa ni first lady. Mheshimiwa Kikwete alikuwa rais, anaendelea kupata mafao. Mkewe analipwa pesa ya ubunge na analipwa pesa ya kuwa mke wa rais mstaafu. Hawa ndio CCM. Kipindi haya yanafanyika, hospitalini hakuna dawa, kuna baadhi ya maeneo hakuna maji, hata haijulikani kipaumbele cha nchi hii tunachokiwaza ni kitu gani. Rais juzi anasema wametenga bilioni 34 kwa sababu ya kujenga makumbusho ya marais, museum. Yani bilioni 34 inajengwa makumbusho kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya marais. Hivi kwa hali hii mliotufanyia tokea Nyerere mpaka leo, kuna watu wamewasahau nyinyi mpaka tujenge makumbusho? Yani hivi mnavyotukamua bado mnaona na mtatukumbuka, mnataka kutujengea na makumbusho ya bilioni 34. Hivi hawa watu wanaanza kwa kutumia nini hawa? Inatunufaisha nini sisi wa Tanzania? Tunawaambia ni kwamba hawa mabwana, kitu kinachowahusu watu wanyonge hawako tayari kuweza kukifanya kikaenda vizuri. Hawataki nyie mle vizuri, hawataki msome vizuri, kila kitu kizuri kwetu hawataki. Leo tujiulize hapa katika mazingira ya kawaida, kutokana na tulikopigika. Kwanza hapa tukikaa tukitizamana, hajulikani kijana nani, hajulikani mzee nani, wote sura zimesawijika, tumechoka kutokana na ukali wa maisha. Na nawaambia kwa CCM hii tusitegemee kupata smoothly katika maisha, kwa sababu ilikuwa hakuna kipindi ambacho tungepata maisha bora kama kipindi hiki. Walisema wapinzani ndio wanaochelewesha maendeleo. Leo bunge lote wamejaa wao, serikali za mitaa zote wao, madiwani wote wao. Tulitegemea mambo yawe super kweli kweli kwa sababu hakuna anayewapinga. Lakini leo tujiulize, tukijikuna hatutoki vumbi? Tujiulize haya mazingira yakoje? Leo kazi zinazofanyika zingine mpaka haijulikani mwanamke nani mwanamume nani. Juzi nimetoka Miono, nimekuta mtoto wa kike mie anakwenda kupiga mikokoto. Yani mwanamke anakwenda kuchimba kokoto, kono limemjaa namna hii. Hata huo utulivu ndani ya ndoa unapatikana wapi? Kono la mkeo limejaa michacha, ukimwambia Abdallah hebu nipitishie mkono mgongoni, kana kupiga msasa. Hayo maisha yanakuwaje? Kila kinachofanyika leo kikisimamiwa na serikali ya CCM kiko fail. Nataka nikuulizeni na mnijibu kwa umoja. Hivi shule inayosimamiwa na serikali na shule inayosimamiwa na watu binafsi, ni shule gani inayotoa elimu nzuri? Hospitali inayosimamiwa binafsi na hospitali inayosimamiwa na serikali, ni hospitali gani inayotoa matibabu mazuri? Usafiri unaosimamiwa na serikali na usafiri unaosimamiwa na watu binafsi, ni usafiri gani unakuwa mzuri? Kila wanachokisimamia wao ni kibovu.
kwa sababu thinking capacity yao imegota, imestack, hawana uwezo tena. Na kuambieni SGR hiyo hapa imeanzishwa, mwendo kasi, reli hiyo. Wanasema serikali ndio inasimamia. Mtakuja kuniambia yuzi kati tu kwanza tumeanza kupata trailer katikati ya safari. Treni limegoma, umeme umekatika, haliendi mbele wala halirudi nyuma, milango haifunguki. Tunauliza wenzetu, kulikoni? Wasema nyani ndio amesababisha mpaka limesimama. Nyinyi mshawahi kusikia nyani anatia gia katika treni au katika gari? Simamu ya uongo haya. Hakuna utakachokifanya kikafanikiwa. Hakuna. Na huo ndio anatuchukulia kwetu kama mfumo wa maisha, kwamba sisi ni watu wa kuhangaika tokea kuzaliwa mpaka unakufa. Leo mpaka ukifa Mtanzania wa kawaida bado madeni unayo. Leo nani hapa anaweza kafiwa na mwanae, mke wake, ndugu yake, kwamba kafa Mloganzila akatoka hivi hivi bila maiti kuzuiwa kwanza ilipiwe deni ndio atoke? Nani? Unadaiwa ukiwa uko hai, maisha yako ya tabu, mpaka ukifa maiti yako pia inadaiwa. Maisha haya mpaka lini?